Wewe ndio mtu ambaye unategemewa kwa boma. Wewe ndio mtu ambaye ni tegemeo la boma yenu. Yaani wewe ndio breadwinner. Unaweza kuwa wewe sio firstborn, unaweza kuwa wewe sio mtu mkubwa, lakini katika boma lenu, mamako na baba yako na watoto wenu ama familia yenu, nuclear family, wewe ndio wanategemea kwa sababu ya finances, kwa sababu ya maisha yao kuwa sawa, kwa sababu ya maisha yao kwenda shule, kwa sababu ya anything ambayo they need. Yaani wewe ni mtu ambaye kila mtu anahitaji msaada kwa boma na kuangalia. Kama kuna silaha kubwa sana ambayo shetani anatumia kwa mtu kama wewe, ni kitu inaitwa roho ya madeni. Roho ya madeni ni kitu ambayo inatumika sana kwa watu ambao ni breadwinners, na especially kwa watu ambaye wameanza kuokoka na wanamjua Mungu na wameanza njia ya maombi na kumtafuta Bwana. Hao watu wanasafa sana na jambo linaitwa madeni. Na ukiangalia most of the time, madeni ile watu wanaingia nayo ni madeni ambayo huwezi lipa hata miaka 7 ijayo. Kuna watu wako na madeni wameridhi kutoka kwa wazazi wao. Yaani wazazi walikuwa wana deni ya mtu fulani, sasa wameacha kuitisha wazazi, imekuja kwako tena. Na hapa pande pengine wewe ndio unabeba mzigo. Kwa pande nyingine wewe ndio tegemeo. Kwa pande nyingine wewe ndio breadwinner. Hakuna mtu aliye na stress kama wewe saa hizi. Na nakuongelesha kwa sababu ninakuona in the spirit ya kwamba wewe ni mtu ambaye unatamani sana kuona watu wengine wakifaulu. Wewe ni mtu ambaye hata haulali vizuri, na haujui ni kwa nini. Haulali vizuri kwa sababu unafikiria vile mtoto ataenda shule, mtu mwingine atafaulu. Yaani wale watu mmezaliwa na wao hawana hiyo mzigo, hawana hiyo stress. Wanakosa pesa ndio na wanaishi tu sawa, lakini kwa sababu wewe Mungu amekudesignate, wewe Mungu amekuchagua, amekuweka katika hiyo neema ya kukomboa watu wenu, ndio maana unaona ya kwamba weapon kubwa shetani anajua atakuweza naye sio usherati na sio corruption, anakuweza na kitu inaitwa madeni. Basi tutatokaje katika hali ya madeni, mtu wa Mungu? Number 1, ujue ya kwamba Mungu anakupenda. Maana most of the time tukipitia katika madeni, tukipitia katika hizi struggles za finances, huwa tunasahau Mungu anatupenda. Huwa tunaona kama tumeonewa. Huwa tunaona kama Mungu ameenda mbali na sisi. Hiyo jambo uitoe kwa akili yako. Mungu anakupenda sana. Na ndio maana alilipa deni msalabani. Maana hatungeweza kuafford hiyo deni ya Yesu kufa msalabani. Ndio maana alikufa kwa sababu ya kwetu. Roho hii ya madeni, mtu wa Mungu, huwa inalete umaskini katika boma. Shetani akitaka kukupiga na umaskini, shetani akitaka kukupiga na roho ya uchochole, roho ya kukosa, roho ya kuhangaika, roho ya rejection, roho ya mark timing, roho ya kutoenda mbele, yeye uhakikisha ya kwamba amekutumia madeni ndani ya maisha yako. Na ndio unaona ya kwamba pesa haisimami kwa mkono wako. Na kusikitikia sana my brother na my sister, maana najua kwamba ndani yako inakuumiza. Unaweza kuwa uko nje unatembea, watu wanaona wewe uko na pesa, watu wanaona mambo yako yako sawa, lakini ndani kuna madeni zinakusumbua. Wengine wenyu hata mko katika kotini kwa sababu ya madeni. Wengine wenyu mumepigiwa manyumba na mashailo. Wengine wenyu mumeuziwa, mumenyang'anywa, yani umestruggle, umemoga jasho, umeng'ang'ana, umepata kamali kadogo ambaye basi unasema at least hata wewe ni mtu sasa. Lakini shetani ana make sure mtu mwingine amechukua deni kwa jina yako. Most of the time ina happen hivyo. Mtu unaenda unakuwa guarantor wa mtu. Anaenda anachukua loan kwa benki ama kwa Shylock ama popote, na anakuweka wewe kama guarantor, alafu anachomoka. Shetani anahakikisha kwamba huyo mtu amechomoka, ameenda. Unabaki ukilipa deni ambaye hata haujaitumia. Wengine wenyu mumeenda kwa maharusi, mumefanya harusi, mumefanya sherehe na mkaingia kwa madeni na mkakosana, mkaachana, lakini bado unalipa madeni. Usipoangalia hizi vitu spiritually, usipoangalia hizi vitu kiroho, utabaki hapa duniani ukilia watu hawana pesa. Na nilikuambia usiseme hakuna pesa duniani. Usiseme nchi yenu hakuna pesa. Maana wewe unaposema hakuna pesa, kuna wenye wanajenga manyumba, kuna wenye wananunua magari. Pesa ziko. Shida ni kwamba uko katika hali ya kifungo fulani katika maisha yako ambaye umerushiwa na shetani. Na most of the time utakuta unajilaumu ukisema pengine mimi ndio nimefanya wrong planning, pengine wewe ndio umefanya sijui nini. Shetani ata make sure kwamba hiyo roho ya madeni kikukalia, ata make sure wewe hutawahi ona kama wewe uko sawa. Ata make sure kwamba every time umeona kwamba wewe ndio uko na makosa. Lakini leo tunamwaccuse shetani, maana tunajua yeye ndiye ako na makosa, maana madeni ni spiritual. Paulo anasema katika kitabu cha Waefeso 6 na mstari wa 10 na kuendelea, anasema mjihadhari sana na hila za shetani, muvae silaha
ili uweze kujiadhari na hila. Nimekuambia katika mafundisho yangu mengi, shetani hatumiangi energy na hatumiangi force kama ile wewe unatumia. Shetani hatumiangi nguvu mingi vile wewe unafikiria. Yeye hutumia kitu inaitwa akili. Shetani hutumia hila, tricks na tactics. Anatumia hila kukuweka katika madeni. Ana make sure amekukuta katika wakati wako ulio weak moment. Hakuna mwanadamu hana weak moment. Hata mimi kuna weak moment zangu. Ile weak moment unakuta umeingia katika maisha. Nimeona mtu wa Mungu, watu ambao wameingia kwa relationship na akachukua deni ama akachukua pesa simple tu ili aweze kuenjoisha familia yake, ama at least kutoka katika level moja hadi nyingine. Na kupitia hiyo shetani akijua kwamba hiyo mtego hata kupata kwa usherati, hata kupata kwa ulevi, hata kupata kwa mabaya, hata make sure kwa hila yake na kwa tactic yake, hata make sure umeingia katika roho ya madeni. Na deni inaanzanga polepole, mtu wa Mungu. Inaanzanga polepole tu. Unaanza shilingi 200, shilingi 1000, mpaka unakuta mamilioni, unadaiwa mamilioni. Na mwisho ya hiyo ni kwamba shetani ana make sure uko frustrated, upate depression. Ukishapata depression ujiue, na ukishajiua tayari amewin. Maana ukishakufa ndani ya dhambi hakuna siku ya kuokoka tena. Niko hapa kukuambia kwamba unaweza toka katika kila deni uko nayo kwa jina la Yesu Kristo. Niko hapa kukuambia kwamba every mtego yoyote ama mawingu yoyote ama anga yoyote ambaye shetani amekutupia kwa madeni, unaweza kutoka kwayo kwa jina la Yesu Kristo. Angalia mtu wa Mungu ya kwamba miaka 2, miaka 3 imepita, haujakuwa na amani, hauna happiness. Wewe deni zimekuzunguka kila mahali. Wewe ni mtu ambaye unadaiwa mpaka na watu ambaye unajua hata ukitoa damu yako na utoe kidini yako bado haiwezi lipa hiyo deni. Na most of the time ukipatikana katika hiyo hali, most of the time nimeona watu wameingia katika depression, wameingia katika hali ya kujaribu kugundua ama kujaribu kuona ni nini imeniweka hapo. Utaenda kwa diviner atakwambia ni kurogwa, utaenda kwa diviner atakwambia ni watu wamekufanyia. No, mostly that is a weapon of the enemy. Hiyo ni silaha shetani anatumia kuharibu maisha yako. Utatoka kwa hiyo deni kwa jina la Yesu Kristo. Utatoka kwa hiyo roho ya madeni. Nilipokuwa nikiomba, nilipokuwa nasikiza Mungu katika hali ya finances, nilikuwa naombea watu kwa sababu ya finances katika hii fasting yenye niko. Bwana aliniquicken, alinipeleka sana katika hiyo realization ya kwamba mtumishi wangu, watu wengi wameanguka kwa mtego ya hila, na badala ya kutafuta spiritually vile watatoka katika hiyo hali ya madeni, shetani amewaonesha ya kwamba utoke kwa deni 1, enda ukope deni 2, enda ukope deni hiyo nyingine ndio uweze kulipa hii deni nyingine. Wengine wana result into kuuza. Imagine plot umeng'ang'ana miaka yote, umeng'ang'ana maisha, umesave, umejinyima, wengine hata umefanya vitu ambaye you are not proud of ili ukapate hiyo kaploti, alafu deni inakuja ku make sure umeenda na hiyo deni. Ndio ninajua kuna poor management ya pesa, ndio najua kuna hizo vitu zingine na factors zingine, lakini zaidi najua kwamba this is a spiritual battle. Sasa wewe wacha kuangalia ma spiritual battle usemange niko na spiritual battle ya finances. Hapana, roho ya madeni isikushike, maana roho ya madeni inazaa poverty. Roho ya madeni inazaa umaskini mkubwa sana ndani ya maisha. Na zaidi ya hiyo yote, roho ya madeni inanyima watu raha. Inanyima watu raha, inanyima watu sense of continuity. Hauoni kwa nini utaendelea tena na maisha ili hali kila mahali unasumbuka. Niko na suluhisho ya kiroho ambaye hii, na sitakuambia hapa. Hebu nitafute tu kwa WhatsApp yako ama kwa DM. Kama wewe ni mtu ambaye uko na madeni zimekusonga more than 6 months. Hizi peti ya miezi 2-3 hizo ni sawa, lakini 6 months nitafute. Kama wewe ni mtu ambaye unatishiwa na makesi ya deni, yani uko na deni ambaye mtu anakutishia utaenda mahakamani, yani unaona kabisa utafungwa jela, shetani anataka kuiba hiyo miaka ingine umebakisha kwa dunia akuweke katika jela ili ukapate kusafa na uondoke kwa Mungu. Leo hii tutasimamisha hiyo roho, maana kama kuna kitu Mungu amenibariki, I know how to fight spiritual battles. Ninajua vile roho za vita za rohoni zinapigana. Usijali mtu wa Mungu, yoyote hata ni milioni ngapi, wewe nitafute tu, tutaomba, tutafanya mambo, kuna vile nitakufundisha, na within 21 days utatoka katika kila deni ulio naye katika hii dunia. Maana the plan of God, amesema I have plans to prosper you. Hana plan ya kukufanya ukae katika deni forever. Hana plan ya kukufanya uteseke pamoja na wenzako ambao wako kwa madeni. Nitafute,
utatoka katika deni.